Bwana ni kushukuru sana kwa wewe ambaye umekwisha kusubscribe lakini umekwisha kulike bila kusahau umekwisha kushare video hii ambayo inaruka live sasa hivi. Ni kushukuru sana kwa kuwa umekuwa miongoni mwa familia ambao inatoka Kigae Online TV ambao inafanya vizuri na inafanya vema kabisa. Bwana, hii ni Kigae Online TV na kipindi 1 kwa sasa ni burudani na michezo ambao tunaangazia mchambuzi ambao ameweza kuchambua sababu 10 ambazo zimemsababishia Yanga kuweza kubeba kombe la klabu bingwa katika mwaka wa 2023 na mwaka 2024. Tangu alipoanza kubeba mwaka 2021 na sasa ni 2024 ameweza kubeba ikiwa ni mara ya 3 tena. Kwa hiyo mchambuzi huyo ameweza kufanya vema na ameweza kufanya vizuri kabisa. Amechambua sababu 10 ambazo zimemsababishia Yanga kuweza kubeba ubingwa kwa ligi ambayo imetamatika siku ya tarehe 25 ya mwezi wa 5 ya mwaka 2024. Imetamatika ikiwa ni katika msimu jana, lakini msimu juzi imeweza kutamatika. Yanga naye alikuwa ni bingwa wa ligi hiyo, lakini bila kusahau Simba Sports Club aliweza kushika nafasi ya pili, lakini Azam Sports aliweza kushika nafasi ya 3, bila kusahau Singida Fountain Gate waliweza kushika nafasi ya 4. Lakini katika msimu majuzi Yanga naye aliweza kujitwalia ubingwa katika ligi ambayo ilianza mwaka 2021 na kumalizika mwaka 2022, na Yanga aliweza kufanya hivyo kutoa ubingwa. Sasa leo studio nimeweza kukuletea mchambuzi ambaye aliweza kuchambua sababu 10 ambazo Yanga aliweza kuzitumia na aliweza kufanyia kazi katika ligi ambayo imetamatika tarehe 25 ya mwezi wa 5 ya mwaka 2025, ikiwa ni msimu jana huu tunauzungumzia hivyo. Kwa hiyo ameweza kutoa sababu 10 ambazo Yanga aliweza kuzitumia na Yanga aliweza kuzifanyia kazi kuhakikisha kwamba anatoa ubingwa katika awamu ya 3 ya mwaka 2023 na mwaka 2024. Bwana amefanya vema, amefanya vizuri kabisa. Msikilize huyo hapa. Au Yanga wametoa ubingwa wa NBC Premier League baada ya kufikisha alama 80 kwenye michezo 30, wakiwa wameshinda michezo 26, wakiwa wametoa sare michezo 2 na kufunga michezo 2. Bila shaka JF na Azam ndio timu ambazo zimefunga klabu ya Young Africans. Lakini baada ya kutoa ubingwa wa NBC Premier League Yanga, mimi kwangu nilichokiandaa leo ni vitu viwili. Kitu cha kwanza ni kitu gani ambacho kimeinfluence au kimechangia kwa kiasi kikubwa Yanga kutoa ubingwa kwa msimu huu. Tumefahamu baada ya msimu kadhaa ya struggle au kuhaso kwenye kipindi kigumu, kipindi cha Yanga ambayo inatembeza bakuli kupata kitu tunazungumza Fadhili hapa na kuja kwenye Yanga ambayo kidogo na mageuzi. Kuna sababu au strategies za msingi ambazo zilifuatwa na klabu na mpaka sasa hivi inafanya vizuri, na kila mtu anafahamu kwamba msimu huu Yanga malengo yao yote yametimia. Nikimaanisha nini? Lengo lao kuu au lengo mama kabisa lilikuwa ni kuingia kwa makundi ya CAF Champions League au ligi ya mabingwa barani Afrika, na Yanga walitimiza hilo na wakatolewa hatua ya robo finali na klabu kutoka South Africa, nikizungumza Mamelodi Sundowns. Lakini sababu na hiyo Yanga walikuwa na kibarua cha kutetea kombe la NBC Premier League, nao pia wamefanikiwa kwa nafasi yao, wametetea kombe la NBC Premier League. Lakini pia tunapozungumza sasa hivi Jumapili ya tarehe 2 Yanga watakuwa uwanjani kule Amani Zanzibar kwa ajili ya kutetea taji lao waliotoa mwaka jana la ambalo ilikuwa inaitwa Azam Federation Cup, lakini sasa hivi imebadilishwa kidogo, inaitwa CRDB Federation Cup kulingana na masuala ya kiuchumi hapo watu waliingiza hela na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nitakachozungumza leo ni sababu kubwa ambazo kwa upande wangu mimi nimeziona zilizofanya Yanga kutoa ubingwa msimu huu. Sababu ya kwanza ambayo ni sababu mama kabisa kwangu ni uongozi bora. Kwenye mpira wa miguu uongozi bora si tu kwa kiongozi, ila kwa kiongozi mwenye tija ambaye utaweza kufikia malengo au taratibu ambazo klabu imejiwekea. Chini ya uongozi wa Hersi Said kama rais wa klabu ya Yanga, lakini pia na mwekezaji mkuu wa klabu ya Yanga na maanisha Ghali Said Mohamed maarufu kama GSM, lakini pia makamu wa rais wa Yanga Arafat Ali na viongozi wengine wameweza kuonekana na tija kubwa sana kwenye kuchangia mafanikio ya klabu ya Yanga, ikiwemo kuhusika kwenye mambo makubwa kama vile usajili, kuhusika katika kutoa stahili kwa wachezaji, kutia moyo na kutia hamasa. Mambo haya yamefanya kwa kiasi kikubwa Yanga kupata matokeo msimu. Tumeona kilio cha shabiki wengi wa klabu ya Simba, wapenzi, wanachama wamekuwa wakizungumza kuhusiana na uongozi wao, wanahisi labda ndio sababu kubwa wao kutofanya vizuri. Ndio maana hata mimi
nikaona niangalie sababu ya uongozi. Ni kweli Yanga msimu huu au baada ya JSM pamoja na Engineer Charles Said kuingia madarakani kwenye klabu ya Yanga wamefanya vizuri sana ikiwemo kutoa mataji mbalimbali. Sababu yangu ya pili ni usajili pamoja na aina ya wachezaji ambao wako klabu ya Yanga. Usajili nikimaanisha nini? Zaidi ya 50% ya wachezaji ambao wameingia kwenye klabu ya Yanga msimu huu wamepata nafasi ya kuaminika kwenye kikosi moja kwa moja. Nikimaanisha nini? Mwalimu Miguel Angel Gamondi ambaye ndiye mwalimu mkuu wa klabu ya Yanga msimu huu ameonekana kuwatumia wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye msimu huu wa dirisha kubwa la usajili. Mtu kama Yao Kwasi Atola aliyetoka ASEC Mimosas msimu uliopita alikuwa ndiye chaguo la kwanza kabisa la mwalimu, lakini kwa kumzungumza kila mtu anajua na bora watu wanazungumza kila kupita mtandaoni, lakini pia watu wa michezo watakuwa wanajua na kuzungumza kwa ukubwa. Sambamba na hilo wachezaji nikisema usajili na aina ya wachezaji nikimaanisha quality au ubora wa wachezaji waliopo klabu ya Yanga sasa hivi, no doubt au hakuna shaka kila mtu atakuwa anazungumza na wachezaji wenye level kubwa sana. Mtu kama Stefano Ziziki, mchezaji pekee ambaye anaweza kufunga magoli 21 kwenye msimu wa NBC. Msimu huu ni katika ameingia kwenye historia ya vitabu mbalimbali vya michezo hapa Tanzania bara. Nikizungumzia hivyo najua watu watakuwa wanaelewa baada ya rekodi iliyowekwa na Medika Gere, lakini pia Emmanuel Ado baada ya kufikisha magoli 21 imekuwa ni nafasi sana kwa Stefano msimu huu kufikisha magoli 21. Sababu na hilo rekodi nyingine mbalimbali zimeweza kuwekwa na klabu ya Yanga ikiwemo kufikisha alama 80 tunafahamu ni kitambo kidogo kutoka ubingwa wa ligi ya NBC kwenye michezo 16 sio 20 kama ilivyokuwa zamani. Kwenye michezo 10 kwenye timu 16 kupewa au kufikisha alama 80 kwenye hiyo michezo 30. Hiyo ilikuwa ni sababu yangu ya pili, masuala ya usajili pamoja na aina ya wachezaji walio klabu ya Yanga. Lakini sababu yangu kubwa ya tatu ni shauku ya wachezaji wa Yanga kuelekea kupata mafanikio. Hiyo pia ni sababu ambayo inafanya klabu ya Yanga kufanya vizuri. Icon kubwa ya mchezaji kutoka hapa Iringa nikizungumzia Clement Francis Zize ni kati ya watu ambao watakuwa na shauku ya kufanya vizuri na kupata matokeo chanya pindi wanapotumikia mpira. Mimi wachezaji kama Stefano Ziziki kila siku watakuwa wakizungumza, lakini kila mtu atakuwa akiona wale ambao wakiangalia kwenye swala zima la kutafuta matokeo makubwa kwenye karia yao ya mpira wa miguu, lakini kuendelea kufanya vizuri. Sambamba na hilo tunaona wachezaji wengine chipukizi, lakini wachezaji ambao pia wana kiu ya mafanikio. Mudathir Yahya basi imekuwa ni kati ya viungo ambao wamezungumza kwa jicho la tatu na wamezungumza kwamba wana kiu kubwa ya kufanya vizuri kwenye karia yao ya mpira wa miguu. Imekuwa ni mara yao ya kwanza kushiriki kwenye michuano mikubwa kama CAF Champions League, lakini pia kufika hatua ya robo finali. Na pia kwenye kurudi hapa kwenye ligi ya NBC Premier League, Mudathir Yahya basi pia ni kati ya wachezaji ambao wanafanya vizuri kwenye msimu huu. Kwa hiyo shauku ya wachezaji kama hao pia imechangia kwa kiasi kikubwa kuipeleka klabu ya Yanga mbali au kufanya vizuri kwenye msimu huu, especially kuchukua ligi ya NBC Premier League. Sababu nyingine ni hamasa kutoka kwa shabiki, wapenzi na wanachama wa klabu ya Yanga. Yanga wamekuwa na baadhi ya matamasha mbalimbali msimu huu ambayo imekuwa kuhusisha kwa kiasi kikubwa wafuatiliaji, wapenzi, wanachama na watu wengine ambao wana mapenzi ya kweli na klabu ya Yanga, ikiwemo kutia hamasa kama vile matamasha mbalimbali, lakini pia wamekuwa wakibatiza naweza nikasema hivyo baadhi ya michezo yao ya kimataifa ili kutia hamasa kwa wachezaji, lakini pia kutia hamasa kwa shabiki kwenda wengi uwanjani, na hiyo imekuwa sababu kubwa sana ya kufanya vizuri kwa klabu ya Yanga. Kila ambapo wachezaji walikuwa wakizungumza walikuwa wanaomba shabiki waendelee kuwatia mkono, na kwa msimu huu wamefanya vizuri Yanga, ikiwa ni pia chagizo kutoka kwa shabiki au wafuatiliaji wao. Hicho ni kwa kitu cha kwanza ambacho nimekiandaa kwa ajili yenu siku leo. Yes, shout sana kwa ambaye umetisha kinoma noma kwa kuwa pamoja nasi tangu tumeanza pale na sasa tunaelekea mwisho, tunatamatisha. Hivyo ni kushukuru sana kwa kuwa umekwisha kusubscribe, lakini umekwisha kumwambia jirani yako naye pia aweze kusubscribe, lakini bila kusahau umeshare video hii, lakini pia umelike. Bwana, umefanya vizuri, umetisha kinoma noma. Wewe ni familia yetu ya Kigae Online TV ambao inafanya vema kabisa, inatisha. Bwana, mjini kuna mageti mengi, lakini geti la Kigae Online TV linafanya vema kabisa, linatisha kinoma noma. Bwana, shukrani sana kwa kuwa umekuwa familia ya Kigae Online TV. Kwa kugonga tu hiyo kengele, basi wewe utakuwa kwanza kupata taarifa mbalimbali ambazo zinatoka Kigae Online TV. Bwana, umetisha kinoma noma. Mimi nikushukuru sana kwa kuwa familia ya Kigae familia ya Kigae Online TV umetisha kinoma noma. Mwambie na jirani yako aweze kusubscribe. Akisha subscribe na wewe mwambie jirani yake aweze kusubscribe Kigae Online TV.
umetisha kinoma noma, au sio? Shout out sana mwanangu.